Yani sisi wasio wa Tanzania tuna asili ya kulalamika, lakini hakuna kitu kichokoi kwa kirahisi. Hata kwenye maporini simba ili ale na ukubwa wake wote lazima mkimbize swala mmoja, akimbize ahangaike naye, ateseke naye, akimbie naye mpaka mpate. Hata kama unaweza kwa 20 lakini anaweza kashangaa kakosa wote 20. Kwa hiyo nataka watu tuondoe ile notion ya kwamba kama kuna kitu chochote chini ya jua hiki kitapatikana kwa wepesi au kwa urahisi. Kila kitu kinapatikana kwa mtu ambaye ni mtafutaji, muhangaikaji, mpambanaji na mpiganaji. Yaani hiyo lazima tukubaliane. Ili ukishakuwa na hiyo concept ya kwamba kila kitu unachokitaka kizuri kwenye maisha lazima ukipiganie na lazima ukipambanie na lazima uamini kwamba unastahili. Unajua kuna watu wengi ambao wanatembeaga na shadows za kuamini kwamba mimi ni maskini, mimi nimeonewa, mara sio nasubiria serikali, nasubiria siasa, wanajizika wenyewe, siku za leo kwenye ndugu au nini. Wakati yuko tayari mijini tayari, labda yuko hapa Dar es Salaam, yuko Mwanza, yuko Arusha, whatever the mji ambao yupo, ambako anachotakiwa wewe ni kuwa na jicho linaloona na kwenda kwenye makutaniko. Kwa mfano mimi nilikwenda kwenye mkutano hapo juzi hivyo, nikasikiza mambo ya soko loko Kenya, jinsi ambavyo watu wa gesi wamesha invest kule, Tanzania wenzetu wamesha invest kule kwenye mambo ya gesi. Kuna mwingine kanunua kiwanda cha cement nadhani. Kuna Mtanzania kanunua kiwanda cha cement kule Kenya. Sasa nikaa nasema sisi wa Tanzania wengine tunaobaki huku, okay, basi hata kama hatuwezi kwenda kuwekeza kule, basi mimi niko pale, mimi nasema kuhusu Kariakoo kwa sababu naona ni topic ndio eneo muhimu kwamba kwa nini sasa watu wanauza vifaa pale. Na nikaa nime research nikagundua kwamba vifaa vinavyohitajika nambari 1 kwa ajili ya kupeleka huko kwenye ile soko kubwa sasa la Afrika Mashariki kwenye building material tu. Maki mimi niliamua kukua kwenye kategori eneo la ujenzi kwa sababu najua tayari kuna watu wanapeleka michele, wanapeleka sembe, wanapeleka unga za ngano, sukari, mafuta. Kuna watu ambao tayari wameshakamata hilo soko. Lakini sasa kwa sababu masoko yako mengi, mimi nikasema tu ngoja nitafute eneo la ujenzi, soko la ujenzi. Ni kitu ambacho ngoja natamani kuja kukifanya, japo sijui kama nitakuja kufanya. Lakini wakasema kwanza kitu kinachoongoza namba 1 kupendwa ni nondo. Nondo hizi? Nondo. Ndo ziko sokoni kweli? Ndo ziko sokoni namba 1, kimewekwa kama namba 1. Kwa sababu watu wanajenga ma-apartment, wanajenga mahoteli, wanajenga majumba. Na uchumi zao zinakuwa kama ambavyo kila uchumi wa kila nchi unakuwa. Kwa hiyo hiki ndo akasema ndo kitu namba 1. Watu wanauza bidhaa hii, haya masoko watayapata sana, hasa wamesema DRC, Zambia na Rwanda. Hiyo ni nondo. Kuna fursa kubwa ya kuuza nondo. Nchi 3 zikatajwa, DRC, Zambia na Rwanda. Wakasema bidhaa ya pili ni simenti. Kwa sababu watu wanavyojenga sana, bidhaa ya pili inahitajika ni nini? Ni hiyo saruji. Kwa hiyo inahitajika sana kwa wingi, na mtu yote ambaye anafanya hichi kitu inaweza, in fact uzalishaji wetu hautoshelezi soko. Yani wanasema soko ni kubwa. Yani nilipokuwa nasoma wakasema yani inakuja lakini bado ni kabisa haitoshelezi. Kwa hiyo bidhaa ya pili ni cement. Mtu wa tatu ambaye atakuwa aingie hapa na nisikiliza ni mabati. Aina zozote za mabati wanasema ziwe ni aluminium, ziwe ni za muda mrefu za namna gani, kwa sababu watu wanajenga mashule, makanisa, warehouse na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mabati, watu wanafanya mabati jamani. Tokeni Tanzania, nendeni huko kwenye hizo nchi zingine 6-7. Item ya 4 ni tiles. Floor tiles, wall tiles, porcelain na vitu kama hivyo. Wanasema kwenye nchi za Central demand imekuwa kubwa sana za finishing material. Bidhaa ya 5 ni rangi, yani paints. Kwa hiyo watu wanataka za waterproof za kila aina, kwa sababu watu wanajenga nyumba wanataka ziwe modern. Kwa hiyo watu wanauza rangi jamani. Usiuze tu ukaishia labda ni au wanaotengeneza wenye viwanda vya rangi. Usiishie tu kupeleka Tanzania. Hebu nenda katafutia masoko na upeleke huko ili uwe trilionea. Tunataka tu Tanzania tutengeneze matrilionea.